Rudisha nyeti. Rudisha nyeti. Labda sio mimi. Rudisha nyeti. Wewe kijana wewe. Kakimbia. Wallahi kakimbia. Sasa sikia afande. Wewe utanirudishia nyeti yangu. Picho, usinitolee macho aise. Nipe nyeti yangu niondoke. Ala, wewe bwana ushaanza kuchanganyikiwa Ushaanza kuchanganyikiwa Mimi sijachanganyikiwa afande. Nina akili zangu timamu ujue. Naomba nyeti yangu niondoke afande. Sina muda wa kupoteza, nasubiriwa na mshangazi ujue afande. Afande nipe nyeti yangu niondoke. Sasa mimi nikurudishia nyeti ipi? Wakati alochukua nyeti yako umemuona hapa kwa macho yako, umeshuhudia karuka dirishani katoroka. Sasa mimi narudisha nyeti ipi? Eti nyeti ipi? Nimeona ndiyo katoroka, lakini wewe ndio umesababisha atoroke kwa sababu mimi nimemleta hapa mhalifu. Badala ya kumfunga mikono pingu ili asiweze kutoroka, wewe unamwacha tu awe huru, si ndio? Ulikuwa unachukulia hize. Sasa umeona nyeti yangu mimi nishachukuliwa. Na mimi ninachokitaka mimi bwana, mimi nyeti yangu tu. Mimi nataka nyeti yangu afande. Mimi sikuelewi afande, nataka nyeti yangu. Wewe ndio umesababisha atoroke. Nataka nyeti yangu afande. We, sikiliza bwana mdogo. Mie sina nyeti ya kukurudishia. Nipe nyeti yangu. Wallahi sina nyeti bwana, wewe mie sijachukua nyeti yako. Alochukua nyeti umemuona kakimbia hapa. Japo bado nina wasiwasi mie. Huenda hayo ndio maumbile yako, umedhaliwa hivyo. Aise nipe nyeti yangu. Bwana hivyo ndio umedhaliwa wewe. Wala haijachukuliwa nyeti. Nipe nyeti yangu bwana. Hakuna hiyo, mie nina wasiwasi na hilo swala, haiwezekani. Wewe mkaka njoo basi, mimi nina upwiru. Ala, kumbe huo ndo mchezo huwa unaofanya Afande, umeona simu zinavyoita Si umeona wewe mwenyewe hapa. Huo ndo mchezo wangu ndiyo. Simu zinaita. Watu wananihitaji. Jamaa kaondoka na nyeti yangu. Halafu unaniambia eti ndo maumbile yangu. Maumbile kivipi? Ingekuwa ni maumbile ndo nilivyozaliwa hivyo, simu zingeita hivi za mishangazi. Sikiliza afande, please. Hebu naomba msinipotezee muda. Ujue naenda kufanya kazi zangu huko, naenda kuingiza hela ujue. Naomba mnirudishie nyeti yangu bana. Nirudishieni nyeti yangu aise. Pole, kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu ipi sasa afande? Umeona sasa unavyoleta dharau afande. Kazi ya Mungu ipi? Unataka useme kwamba mimi ndo nimeumbwa hivi? Hapana, mimi sijazaliwa hivi. Mimi nilikuwa na mkongojo kweli kweli afande. Hadi mishangazi inaningangania inatoa hela. Alafu sasa hivi unaniambia eti kazi ya Mungu. Mimi nimeibiwa nyeti yangu afande. Mimi nataka nyeti yangu aise. Mimi nakwambia kabla jua halijazama, usiku haujaingia, mimi nyeti yangu iwe imerudi afande. Hiyo mie si kazi yangu kwa kweli. Nataka nyeti yangu afande. Bwana wewe, mie hiyo si kazi yangu. Nataka nyeti yangu afande. Si kazi yangu wewe. Wewe nishakwambia wewe. Subiri nimtafute yule bwana mdogo. Nikimpata ndipo tumwambia kurudishia nyeti yako, ila mie sina nyeti wewe. Hiyo si kazi yangu kwanza. Si kazi yangu hiyo. Nataka chululu yangu Nataka chululu yangu. Afande, chululu yangu nisipoipata mimi tutaonana wabaya aise. Asa naona wenzangu mimi nalia kilio cha mbwa koko, lakini wala hamustuki. Nyeti yangu kuisha we. Alo nyeti yangu Mie mke wangu hata nielewa. Nikienda na hikiki chululu ndondondo hata nielewa, hata nifukuza nyumbani tu. Samie siwezi kurudi nyumbani bila mkongojo wangu. Nyeti yangu Mke wangu kanifungulia duka mjini kwa sababu ya huu mkongojo. Leo narudi na kinyongoli. Je, duka si atalichukua? Kichululu chululu yangu Sasa nyie mbona hamsemi jambo? Hamtoi neno lolote lile kuntia pole. Ngunga, sie wenyewe hapa unavyotuona, nyeti zetu bye bye. Hatuna kizazi. Kwa hiyo kilio hicho unachokitoa wewe kinatosha. Unavyolia wewe huli peke yako, unatulilia na sie. Alafu pia sisi kwetu hiyo ni furaha iliyoje, kwa sababu tunavyoona tunapata wenzetu pia katika majanga haya. Sisi pia roho zetu zinatulia, kwa sababu matatizo ukiyapata ukiwa mpweke peke yako ndiyo huzuni inazidi, lakini mkiwa wengi angalau linakuwa ni janga la taifa. Sisi wenyewe chululu zetu hazipo kazi. Mimi ninavyokuambia, hadi leo hii mke wangu kanikimbia nyumbani, kaenda mtaani kwenda kutafuta wanaume wengine, na ananiambia kabisa kwamba mimi nitakwenda kutafuta wanaume wengine kwa sababu wewe Kombo huna kazi tena. Kwa hiyo bwana Ngunga, kilio hicho sio cha kwako peke yako. Sisi wenyewe hapa tuna video goli.
Usijisikie vibaya, sawa Na sie wenyewe mwanzo ulikuwa mgumu kweli kweli, kwa sababu ilikuwa taharuki kweli kweli, roho zetu zilikuwa zinakwenda mbio, lakini zidi muda unavyokwenda mbele tunazidi kuizoea hii hali. Wote hapa tuna vichwa vya kobe, na sio sie tu, huenda wakaja wengi wengine wakaja hapa kulia kwa shida hii, kwa sababu ile kijana hutembea kila kona ya mtaa na hushika watu mbalimbali. Kwa hiyo sio sie tu, tutapata wenzetu wengi. Hivyo tukae hapa tujadiliane twafanya nini ili kuzuia hili janga. Kichwa cha kobe, mie cha kwangu kimeingilia kwa tumboni. La haula wala quwwata illa billahi. Oi kizazi we. Asa mie kinachoniuma sana, mie hulelewa na mke wangu, na mke wangu hunilea mie kutokana na ule uwezo wa chululu. Ule mguu wa mtoto kati ya miaka 4 hadi 5 ndio ulofanya mke wangu anipe chochote kile ninachotaka. Saa hiki kijogoli nikimwonyesha mke wangu, ule upendo ndio utapeperuka. Huyu mwenzetu mtu wa vya mdonyole huyu hulelewa, ndio maana uchungu umemzidi zaidi. Angekwenda tu kuzungumza na mkewe kwanza, kumweleza ukweli halisi wa maisha, halafu ndo ajajumuike na sie ili kutafuta utatuzi. Lakini hivi mie sitawezana na mtu akutia kelele. Mie sizipendi kwa kweli. Ngunga, sisi tukuombe kitu kimoja, kwa sababu sisi hatupendi kelele, tunataka utulivu, kwa sababu tuna discuss hili swala kutafuta suluhisho. Sasa wewe nenda nyumbani kwanza, kaongee na mke wako, kamuonyeshe hali uliokuwa nayo, halafu angalia atasemaje. Chochote atakachokwambia basi wewe kubaliana na hali, ili tuje tujumuike kwa pamoja kwa utulivu wa hali ya juu, tutafute suluhisho. Lakini kwa kelele hizo hatutawezana baba, ondoka. Mke wangu kwa jinsi anavyopenda chulululu lazima atanifukuza tu. Nyeti halo. Nyeti Nyeti halo. Nyeti wacha niende nikamuonyeshe kijodolo, halafu nitarudi huku, kumbe nina wenzangu. Haya. Ushaanza na wewe ukulanina wako. Sasa ni kitu gani kinakuchekesha hapo? Sasa na wewe Zumbe, wewe uoni ule bwana anachekesha wewe. Eti nyeti halo. Nyeti halo. Inaonekana maisha yake yote alikuwa anategemea nyeti. Bila nyeti hatoboi. Karibu sana bwana Fuvu. Najua unafahamu fika kampuni yangu inajihusisha na nini. Kiufupi, kampuni yangu inajihusisha na digital marketing, searching a different trendings, na kutafuta solutions ziwe za kweli au za uongo, ili mradi tu kutengeneza pesa kulingana na kitu ambacho kina trendi na kinataka suluhisho mtaani. Na kupata vizuri. Utanivumilia kidogo kwa sababu mimi mapafu yangu yamekaa kizembe sana. Nimeumbwa na kicheko hicho kawaida. Naelewa bwana. Asante sana, nimekaribia na nakusikiliza boss. Usijali, wewe kuwa free tu. Kama unacheka cheka. Uzuri wake mimi nakufahamu vizuri mzee Msegena. Wewe sio mgeni kwangu, tumefanya kazi nyingi kwa pamoja, kwa hiyo nishakuzoea na kufahamu hiyo ni tabia yako ya kucheka. Don't fear, do whatever you want. Hapa ni kama kwako, sawa bwana mzee wangu? Asante sana. Okay. Kama nilivyokuambia, kazi yetu sisi tunatafuta kitu ambacho kina trendi mtaani, then tunatafuta solution. Kupitia hiyo solution sisi tunatengeneza pesa, iwe ni solution ya kweli au ya uongo, kwa sababu tu ya kutengeneza hela. Hivi karibuni kuna kitu nimekiokota mtaani kwamba watu wanachukuliwa nyeti zao, wanaibiwa nyeti. Sasa nimeona hili ni jambo zuri sana, kwa kuwa limekaa local, limekaa kitraditional zaidi, kichawichawi, kigangaganga. Nimeamua nikuite wewe kwa sababu wewe utaliweza ili kulikava. Sasa nilikuwa natamani udesign kitu ambacho kitakuwa kama solution au kama kinga kwa watu ambao wale wanaogopa kuibiwa hizo nyeti zao. Sasa kupitia hicho kitu ambacho ni kinga, sisi tutatengeneza pesa, hela nyingi sana.
Nakuomba sana mzee Msegena, nimekuita wewe kwa sababu umekaa kilokoloko, umekaa kigangaganga, kichawichawi. Tengeneza kitu chochote kile ambacho unahisi kitakuwa kama kinga kwa watu ambao wanaibiwa nyeti, ili mradi tutengeneze hela. Usijali. Limeisha hilo. Limeisha hilo. Kampuni yako sinaweza kutengeneza pini na rubber band. Kampuni yangu haiwezi, lakini of course tunaweza tukazinunua kwa wingi tukawa nazo, na hizo rubber band pia kwa sababu zinapatikana. Kwa hiyo tukiwa nazo, kwanza ulitaka kusemaje labda? Sasa sikiliza. Nunua hizo rubber band na pini kwa wingi. Zinunue kama huna akili timamu. Halafu tutatangaza mtaani kwamba bwana, suluhisho au tiba au kinga ya kuto kuibiwa nyeti yako ni kuvaa pini na rubber band. Halafu tutauza hayo marundo ya pini na rubber band kwa bei unayoitaka wewe bwana. Umesikia? Imekaaje hiyo? Wewe bwana, unajua mtu akikuangalia hivi haraka haraka anaweza akasema mwenda wazimu, chizi. Lakini wewe bwana ni bonge la mjasiriamali mkubwa sana. Hiyo nimeipenda hiyo. Ngoja nipige calculation zangu hapa, afu tuone tunafanyaje. Lakini tutabaki humo kwenye kununua rubber band na peni. Safi sana. Sio peni, ni pini. Haya, piga mahesabu hapo tuone kama inakaa vizuri, basi tuishi humo. Where is the key? Funguo ya dukani iko wapi? Iko pale mezani, nimeweka mezani. The African men always are very strong. Na kitu ambacho kimeshawishi mimi kuwa na wewe na nikakupa everything you want in my life ni strong. You are very strong. And nilikuwa nimekupenda kwa sababu uko na maumbile makubwa. Lakini kitu ambacho nimekiona leo hapa, kwa kweli I don't want to see you again here. Get out of my house and I don't want to see you again. Get out!